unajua Bible ina mambo mengi sana mule ndani. Biblia hii tunayo ina mambo mengi sana. Na kuna muda mambo hayo mengi tunayapuuza, lakini kila andiko lililoandikwa mule ndani, kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, kitabu Agano Jipya mpaka Agano la Kale, kila andiko mule waga lina maana. Unajua kuna vitu ambavyo tunakuwa katika usomaji unakuwa unaona kama vinapoteza muda, kama let's say kwa mfano unakuta kimeelezewa labda wakachukua bakuli, wakaweka chumvi, wakaifanyia hichi, wakakifanyia hichi, wakaenda mtoni, wakaoga mara 7 au yani I'm just giving you example, so exactly sijui hata kimeandikwa wapi. Nakupa mfano tu wa vitu ambavyo vinakuwaga make sense kwenye Biblia. Yani hapa unajuza sasa yote ananieleza mimi ananisaidia nini? Guys, utaelewa kwa nini waliongea vile. Kwa nini kile kimeandikwa pale. Yani kila neno ambalo liko mule lina maana. Ila waga tunaga kama tunachoka kusoma zile, afu mimi nataka niende kwenye point inayonihusu, afu nianze kusoma hivi, sijui akachukua kibuyu, sijui akafanya kitu gani, au unakuta manabii au mitume waliokuwa wanatumwa na Mungu, labda unakuta ana describe, labda amekutana na malaika yuko hivi. Yani tunakuaga yani mambo kama yale unakuta unasoma afu wewe unaenda kwenye point yako unayotaka kuelewa. Light kama tungekuwa tunazisoma zile pointi zinazoandikwa pale, yani tunaona kama vile does it make sense kwa muda huu ambao mimi nahitaji nione natakiwa nipite njia gani, afu ananiambia kayo kwa kibuyu, sijui kayo kwa nini, sijui akamdescribe malaika, sijui kamtokea akafanya kwa nini siende tu kwenye pointi? Tungekuwa tunayaelewa yale maneno pale, tunasoma kwa umakini kwa nini yameandikwa pale, ni yanamaanisha nini, tungekuwa mbali sana. Anyway, tushukuru saizi utandawazi, internet imekuwa pana sana. Kuna AI Bible inatusaidia kudescribe jinsi ambavyo vitu vilivyokuwa vinaandikwa vinamaanisha nini. Mfano tumezoea kuita, hili jina sio geni, makerubi walikuwepo wakafanya hivi, lakini Ezekieli alivyowataja na kutaja sifa zao jinsi walivyo moja baada ya kingine, AI imejaribu kuisoma na kujaribu kutucholea jinsi ambavyo Ezekieli alivyokuwa anaitafasiri, anatuelezea jinsi ilivyo malaika huyu, jinsi alivyo. Inaogopesha, inatisha. Yani ukiangalia hivyo, yani unarudi tena kwenye Biblia, unaanza kusoma kwa mara nyingine, unasema oh my goodness. Kama tu malaika ni wengi sana ambao unakuta wanaelezewa mule, afu hivi vipengele ndivyo ambavyo waga tunavivuka sana. Kianza kuelezewa tafasiri nyingi pale, lakini kila malaika anaelezewa na kazi yake ni nini, anaelezewa na sifa yake kuu, anafananaje. Kwani walikuwa wanatuambia wanafananaje? Ili jamani tujue jinsi gani Mungu, jinsi alivyo mkubwa, jinsi gani Mungu alivyo wa kuogopesha. Mimi babangu ni mchoraji mzuri sana. Yaani ana kipaji. Babangu ana vipaji kama 100. Ila kipaji moja wapo alichonacho babangu ni cha kuchora. Sasa mimi sijai kukifuata hicho kipaji. Yaani babangu ni mchoraji yule ambaye anaweza kukuangalia hapo na kukuchora exactly kama vile umepiga picha. Sasa hichi kipaji bwana, mjukuu wake mmoja akakilisi, ambaye ni mtoto wangu. Sasa huwa tunasoma Biblia, na muda mwingine namwambia, mimi nasoma, namwambia jaribu kutucholea, utuoneshe kwa picha. Unaona? Pia naye alikuwa anajaribu kuchora kama vile ambavyo imeandikwa pale kwenye Biblia, kwamba labda hichi kimechorwa hivi, kimeandikwa hivi, kutokana na maelezo tunaosoma hapa, jaribu kuchora. Unajua yale maelekezo kwamba akaenda akafika hapa akakutana na hichi akakutana na hichi, amchora kweli, anachora, anajitahidi sana kuchora. Sasa hii AI bwana imechora, yani hawajapishana sana katika kueleza, katika yani kuchukua yale maelezo na kuchora.
yani haujapishana sana. Ila jamani, sometimes ndio maana wanaweka video, wanatengeneza video kuonesha jinsi ambavyo, unajua kuna mtu anaweza asiamini au asipate ile nguvu kwa kusoma, bali katika kuangalia matendo. Hata kwenye movie, zamani movie za kwenye Biblia zilikuwa zipo sana tu, lakini not now. Sasa watu wako jikita sana kwenye dunia. Kupitia movie, kupitia nyimbo za dini, zilikuwa zinaelezea jinsi gani Biblia ilivyo. Lakini sasa hizi hata nyimbo za dini sasa hizi jamani, kila mtu anaimba maisha yake. Nyimbo za dini lakini kila mtu anaimba maisha yake. Hakuna sasa hizi mtu anayeimba Biblia. Sioni mwimbaji gani anayeimba Biblia sasa hizi unajua kuna kufikisha ujumbe kwa aina nyingi. So kuna vile tumekalili kuna vile tumemkalili Mungu jinsi alivyo, kuna vile tumekalili uwepo wake jinsi ulivyo, kuna vile tumekalili tu tunachukulia poa. Laiti kama tungekuwa tunavisoma vile vipengele ambapo ambapo wale manabii, yale matendo yaliokuwa yakielezewa, laiti kama tungekuwa tunayasikiliza na kuyashika na kupiga picha kama ndugu AI alivyoona tusaidie. I say sijui kama ungekuwa ukikaa chini unakata tamaa. Sijui kama ungekuwa unasema kwamba Mungu akuone. Sijui kama ungekuwa unawaza ubaya kwa mwenzio. Yaani sijui kama ungekuwa unakata tamaa. Ungekuwa unajiona mnyonge. Kwa sababu kama wewe umepata nafasi ya kusoma, ya kuelewa kwamba uwepo wa Mungu uko hivi na hivi na hivi, that means Mungu anakujua. That means una maana kwake. That means ana shida na wewe. That means hivi kumbe kaniumba. Kumbe ananijua. Na hao malaika, kila malaika aliyowekwa ana kazi yake. Na hiyo kazi yake ni ya nini? Ndugu zangu. Mimi niwaambie tu asanteni.